wakati iliwekwa, bei ya bidhaa haikurudi chini. Ongezeko ya matumizi ya stima kwa industries haikuongezeka. Hakuna watu walioajiriwa zaidi. Hiyo subsidy ili benefit not the consumer, ili benefit watu wengine hapa katikati. Na ndio mimi wakati nimeingia nikasema hakuna serikali ambayo inaendeshwa na watu wenye wako na akili ya kujua uchumi inapaswa kuendesha vipi, unaweza kuendelea na hiyo subsidy. Anyway, hata kabla mimi sijafika, wenyewe walikuwa wameondoa ile subsidy ya unga kwa sababu it was not workable. So mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya, tutahakikisha ya kwamba tunasema ukweli na tunafanya yale yako ile kiwango inaitwa sustainable. Tunaweza kufanya leo, tuhakikishe ya kwamba itawezekana kesho na mwaka ujao na mwaka unaofuata. Mheshimiwa Rais, niruhusu nikurejeshe nyuma katika swala ambalo umezungumzia kuhusu kuagiza magunia milioni 10 kutoka nje. Mwananchi akiwa kule nyumbani, yule ambaye anavuna sasa hivi anasema mmeagiza ilhali sisi tunavuna, si hasara mmetuletea? Utamwelezaje? Unajua mahali yule mkulima analima saizi ama anavuna, anaangalia mahali yeye yuko. Mimi kama kiongozi wa nchi naangalia nchi nzima, na naelewa ya kwamba kuna huyu atazalisha kiasi fulani, lakini mahitaji ya nchi ni kiasi fulani. Na utafiti wetu kama serikali unaonyesha ya kwamba tuko na gap ya karibu magunia milioni 10. Tukisha hesabu yale yote wakulima wetu wanatuzalishia, na tumeweka mpango na taratibu kwamba wakati ule ambao tuta release ama tutahakikisha kwamba yale yanaagizwa inafika, yale ya mkulima yamenunuliwa kwanza, ndio tusichanganye effort ya mkulima na yale tunaagiza, kwa sababu yule ambaye anatusaidia kuzalisha almost 80-90% ya chakula ni mkulima, na lazima tumchunge. Lakini vile vile mimi kama kiongozi wa nchi pia ni jukumu langu kuangalia yule consumer pia ako na chakula, asiumie kwa gharama ya juu. So that's the balance, ama hiyo ndio mizani lazima niyatimize. Na Mheshimiwa Rais, tukizungumza tu kuhusiana na hili swala la gharama ya juu ya maisha, umezungumza kuhusiana na mikakati ya muda mrefu ambayo kama serikali imewekwa, lakini kunaye Mkenya ambaye anatazama sasa hivi, leo hii pengine hajala chakula cha mchana, cha usiku. Utamweleza nini kama rais wakati huu ambapo anazidi kusubiri pengine miradi ambayo imewekwa ya muda mrefu, lakini mipango ya sasa hivi itakuwa ni ipi? Mahali tumefika leo, Nancy, hatukufika leo hapa baada ya siku 2 ama siku 3 ama wiki moja ama mwezi moja. Tumefika hapa kwa sababu ya miaka 3 ya maamuzi ambayo hayakuzingatia vile tutakavyokuwa kama nchi. Subsidy ya fertilizer ilikuwa suspended 3 years ago. And that is the problem we are facing today. You know, compounded of course with other challenges, right? Na matatizo mengine. And kama tunataka kusort out shida ya gharama ya maisha kupanda, haina miujiza. Ni lazima tufanye na utaratibu, right? Tufanye na utaratibu. Na ndio nasema ya kwamba mbali na ile mipango ya kuzalisha tuko nayo, tuko na mpango ya kuagiza chakula. Lakini ndani ya hiyo mpango ya kuagiza, umesikia ndugu yangu hapa Frederick akisema ya kwamba pale kuna wakulima pia wako na hofu, mkiagiza na sisi je, you know? So lazima kuwe na balance, na hivyo ndivyo we will manage ourselves out of this problem. Itachukua sio muda mrefu, lakini haitafanyika mara moja, lakini itachukua muda. Lakini mimi natengeneza mpango ambayo itakomesha Kenya
kurudi mahali hapa ambapo tuko na bei ya shilingi 230. Tusifike hapo wakati mwingine tena. Na ndio uliniona jana nikiwa kule Galana. Watu wengi walikuwa wanajaribu kuniuliza hii Galana ilikuwa na matatizo, haikufaulu, sijui namna gani. Galana ilianguka kwa sababu kuna watu walisabotage. Na wale walisabotage, maajabu ni kwamba nimekuta juzi actually mbali na kusabotage isiendelee, walikuwa wameigawanya ile Galana vipande, eka 3, eka 2, eka 3, ifanywe sasa sio mahali ya kuzalisha chakula tena, mahali ya kwenda kufanya settlement ya wananchi, mahali ambapo hakuna mvua, mahali jangwani. Hata mimi nashangaa, hii nchi kama watu wengine wanafikiria vipi. Mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, ile Galana ndani ya miezi 2-3 nitaanza kujenga damu pale Galana, na tayari kuanzia hii Februari zile ekari 10,000 ambazo tayari tulikuwa tumeifanya kama model farm 10,000 acres, na iko na mpaka na pivot hapo, tutaanza kuzalisha chakula mwaka huu, na nitaongezea ekari zingine 10,000 kufikia mwezi wa 6-8 hapo, kwa sababu ile maji iko pale inatosha ekari 20,000. Alafu baada ya hiyo, hii dam mimi najenga beginning the next 90 days, kwa mwaka 1.5 ikiwa tayari, tutaweka between 300 and 400,000 acres kuzalisha chakula pale Galana, kwa sababu hiyo ni mradi mimi naelewa. Lakini wale wengine walikuwa wanataka kuibadilisha na kuigawanya ili wao wenyewe wajinufaishe, waharibu ile mpango, kwa sababu kuna watu hawaelewi umuhimu wa kuzalisha chakula na kuondoa tatizo la gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais, umezungumzia hakikisho lako kwamba gharama ya maisha hapa nchini huenda ikapungua ikiwa watu watarudia katika masuala ya kukuza chakula na kadhalika. Lakini nafikiri unafahamu, na ni katika serikali ambazo zimepita, nyingine ambazo zote umeweza kuhudumu, ni kwamba wakulima wanalima. Chukulia mfano wa Trans Nzoia, Uasin Gishu na kadhalika. Lakini wanafanya vile kwa ugumu wa kwamba serikali haizingatii mahitaji na masumbuko walionayo. Kwa mfano katika kununua pembejeo, iwe ni mbolea, iwe ni katika kukodisha mashamba ambayo ni ya kulimia, iwe ni katika kutumia vifaa. Na mara nyingine hasara wanaopata kutokana na hali mbaya ya anga. Mara nyingi imekuwa kwamba serikali inatoa mwongozo wa bei ya mkulima kuweza kuuza mahindi yake basi na kuzingatia au kujali matatizo aliyopitia mkulima. Sidhani kama hilo limeweza kuzingatiwa kwa sasa, na iwapo hakikisho lako kwamba tutakaporejea katika uzalishaji kwamba wakulima wote ambao walikuwa wamefifia moyo katika kuzalisha watarejea katika hali hiyo. Maana matatizo ni yale yale mpaka kufikia sasa ya gharama ya mkulima kuweza kufikia bei anayotaka. Inafika kiwango ambapo serikali zotangulia zinatishia na zinachukua hatua kuagiza mahindi kutoka nje basi na kujali mavuno kutoka kwa wananchi hapa nchini. Nataka uelewe my good brother Nimrod, ya kwamba mimi mwenyewe ni mkulima. Kwa hivyo nayaelewa kinaga ubaga ndani na nje matatizo ya kilimo. Jambo la pili, mimi nimekuwa waziri wa kilimo, na kuna yale nilifanya nikiwa waziri wa kilimo inajulikana Kenya hii. Na mimi nataka nikuhakikishie wewe na wakulima wenzetu ya kwamba wakulima wetu ni watu wazalendo sana. Kila mwaka kukosekane mvua, mbolea ipande, bei ya gharama ipande ya kulima, bado wanaenda kulima kwa sababu ya uzalendo wao. Mimi nataka niwahakikishia kwamba wakulima wa Kenya kwamba tutawashika mkono, tutawasaidia na mbegu iliyofanyiwa utafiti sawa sawa. Nimesema ya kwamba nia yangu ni kuhakikisha kwamba zile seed production kutoka
reduction ya serikali ya 15%, nataka nisukume mpaka 90%. Tutumie mashamba ya ADC, tutumie mashamba ya NYS, tufanye kazi na private sector, tuhakikishe ya kwamba tunapata mbegu ambayo imefanywa utafiti na katika bei ya sawasawa, tukitumia mashamba ya serikali. Jambo la pili ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba mbolea inapatikana. Tunawasaidia wakulima kuondoa middlemen, kuondoa mabroka hapo katikati, na kuhakikisha kwamba hiyo mbolea inafika kwa muda unaofaa na mbolea ambayo ni ile mkulima anahitaji. Na jambo la tatu, kuhakikisha kwamba tukishafanya haya mambo yote, kuna market forces ya kusaidia mkulima kupata bei ya sawasawa kwa mazao yake. Tutapunguza sana mambo ya serikali kuamua bei. It will be done as a last resort. Tunataka allow force ya supply and demand kwa market iweze kuamua ni bei gani mkulima atauza mazao yake, lakini tutahakikisha kwamba bei hiyo ikipanda, tunaagiza kutoka nje kuhakikisha kwamba tuna manage hiyo bei, wale consumers wasipate matatizo. So njia ya pekee mimi ninaelewa na nimekuwa katika hii kiwanja kwa muda ni kuhakikisha kwamba tuna support ama tuna wasaidia wakulima wetu kuzalisha chakula, na hiyo ndio itafanyika. Mheshimiwa Rais, umezungumzia swala la uagizaji wa mahindi kutoka mataifa ya kigeni ili kuweza kusaidia wale ambao wana chakula wapate pia. Na kuna hili gumzo ambalo limekuwepo kuhusiana na swala la GMO. Ikumbuke kwamba katika serikali yako ni serikali ambayo iliondoa ile marufuku ya GMO humu nchini. Hiki chakula ambacho kinaagizwa ni salama ama hiki chakula ni GMO? Wakenya wangependa kujua. Wewe kwanza umeharibu hiyo swali sana. Kwa sababu sasa umesema ni salama ama ni GMO. Nani alikuambia GMO si salama? Ndugu yangu Joash, mimi nataka niwaeleze Wakenya hivi ya kwamba ile chakula yote tumekuwa tukiagiza miaka hii yote tayari iko na GMO. Chakula yote tumekuwa tukiagiza. Kwa ile KEBS wanasema it must be less than 1%. Sasa wewe ukiambiwa hii ni GMO lakini ni GMO lakini less than 1%. Hii inakusema nini? Si nikusema tu ni GMO less than 1%. So na hiyo less than 1% tunalipa 30-40% more kwa hiyo chakula ambayo iko 1% GMO. Sasa mimi tukajiuliza kama ni 1% ama 2% ama 3% ama whatever, si percent tu ni percent, sasa chakula yenyewe ni GMO tayari. Sasa hiyo kusumbuana na percentage ndio ulipe gharama nyingi, hiyo ni kukosa mpango. Na mimi nataka nikueleze ndugu yangu Joash na Wakenya, mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua. Mimi mwenyewe I am a scientist. Yeah? Scientists wote wa taifa letu la Kenya, every university in Kenya, every scientist in Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote. South Africa, the whole of South Africa, 100% GMO. Marekani, 100% GMO. Nchi zingine, 100% GMO. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO? Ama amemea miguu? Ama wamama sijui amemea ndevu? Nasikia watu wengine wanasema sijui nani atamea nini. You know, hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha.
Mimi mwenyewe nimekula chakula ya GMO. Mimi nimemea matiti. Ama ile wanasemekana sijui nani atafanya nini, atakuwa na extra nini, you know, lazima tuambiane ukweli, you know, tuachane na propaganda na porojo. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba tuko na mpango ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa changamoto ya gharama ya maisha kupanda, ikafika mahali wa Kenya wengine bado wanalala njaa. Na nia yangu ni kuondoa kabisa matatizo ya kwamba miaka 60 baada ya sisi kuwa nchi huru bado kuna Wakenya wanalala njaa. That is a very big indictment on us as leaders. Mheshimiwa Rais, nadhani tutasonga mbele. Tumejadili hili swala na wananchi wenyewe wameweza kupata zaidi, lakini tuingie kwenye swala la elimu hivi sasa. Tunafungua mwaka na tuna kalenda mpya ya elimu hivi sasa. Kuna ripoti ya awali imetolewa kuhusiana na ule mchakato wa CBC namna unavyoendelezwa. Kuna mambo mingi yatahitajika pale. Nitampa mwenzangu fursa aulize swali kuhusiana nao, lakini kama serikali mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba pia gharama ya mwananchi ambaye anafundisha watoto wake ama anasomesha watoto wake pia kidogo itakuwa wastani? Masomo ni kitu ya muhimu kwa sababu tatu. Ya kwanza, Kenya, ile asset tuko nayo ya muhimu zaidi ni human capital, wananchi wetu. Hiyo ndio asset. Pengine hatuna migodi ya madini, hatuna nini, lakini tuko na Wakenya. Na elimu ndio inatusaidia kuwapanga Wakenya vizuri. You know, elimu, training, skills ndio inatusaidia tuwe na wananchi ambao wanaweza kutumika katika kuendesha nchi yao, uchumi, kilimo, biashara na mambo mengine. Hiyo ni number 1. Number 2, kila mzazi anashughulika na masomo ya mtoto wake, and it's a very emotional issue. Mimi nikiweko, ya watoto wako unataka wapate elimu na wapate elimu ya sawa sawa. Na ndio niliona ya kwamba kwa sababu kulikuwa na mfutano kwa mambo ya CBC, mimi mwenyewe naamini ya kwamba uamuzi wa kwenda CBC ni uamuzi ambao ni mzuri, ya kwa sababu tunataka kuwa na elimu ambayo ita-equip watoto wetu na skills ya kuendelea mbele. Ile pengine ilitokea makosa kidogo ni ile iliharakishwa, na ndio walimu wengi wanasema hawakupata nafasi ya kuwa equipped ili kuendesha ile curriculum ya CBC, right? So haya ni mambo ambayo tutayarekebisha, na ndio nikaweka jopo kutusaidia kuangalia elimu kikamilifu, elimu ya msingi, elimu ya upili, mpaka elimu ya university. Na hiyo jopo imefanya kazi mzuri tayari. Ndio tayari tumekubaliana ya kwamba kutakuwa na transition ya watoto wetu kutoka grade 6 wanaenda grade 7, grade 8 na grade 9 katika junior secondary school ambayo inaanza baadaye mwaka huu, mapema baadaye mwezi huu tarehe 23. Na pia ili kuhakikisha ya kwamba hiyo transition itakuwa haina matatizo, ndio tuliamua kama serikali ya kwamba lazima tuajiri walimu, na ndio tumetangaza kuajiri walimu 30,000 wapya, the largest ever single employment of teachers in Kenya, right? Kwa sababu tunataka hiyo transition isiwe na matatizo, na tunaajiri walimu wengi
ambao tayari wamehitimu na vile vile wamefanya course ya CBC, ndio watusaidie katika kuendesha hiyo mpango. Na pia walimu, wazazi wengi, wakati tulifanya utafiti na wazazi karibu 20,000, 86% walisema wanataka watoto wao waende mahali karibu, hawataki gharama ipande. Ndio wakasema ile junior secondary iwekwe katika mahali karibu. Pale kwa primary school tutaongezea laboratory ama na darasa moja, na hiyo mpango tayari, because there is already an extra class. Ile ambayo tutafanya ni kuhakikisha kwamba kuna mwalimu ambaye atasaidia hiyo transition na kuna facilities ambazo zitasaidia hiyo transition, na tayari tumekamilisha mipango yetu kama serikali kuhakikisha kwamba mpango huo unaendelea. Ya pili, pia kwa sababu ya elimu, nimesema ndio chombo muhimu ya kuhakikisha kwamba raia wa Kenya wanapata uwezo wa kuendesha taifa lao na kutusaidia kusukuma uchumi na kilimo na biashara na mambo mengine. Vile vile tunaajiri walimu 2,000 wa TVET, na TVET ambazo mambo ya TVET unajua ilikuwa imekwama kwa sababu ya watu kutoelewa ni nini inaendelea, na ndio sababu kidogo uliona there was a small lapse kwa mambo ya TVET. Lakini sasa tutaajiri walimu 2,000, na vile vile kuna TVET 70 ambayo hawana equipment. Tayari nimeagiza na tunaongea na serikali ya Uchina na serikali ya Ujerumani to equip hiyo TVET 70 ambazo itatusaidia kuwapanga vijana wetu wapate skills, wapate competence, ndio tuwapange wa Kenya hasa katika ile sehemu inaitwa mathematics, science na engineering, kwa sababu ya mambo ya TVET. Na ya mwisho, tuko na matatizo makubwa sana na university education. Ndugu Ali, university karibu zote, yule mama wa Auditor General anasema hizi universities they are bankrupt, kwa sababu university nyingi ziko na matatizo. Na juzi uliona one of our universities management wamepelekwa kotini wafungwe kwa sababu hawajalipa walimu, hawajalipa hawajalipa. Yani the place is just chaotic. Na ni kwa sababu gani? Ile funding tunawapatia universities ni only 52% of the money they need. 52% ndio tunawapatia. Ile 48% wanafanya ukarabati hapa na pale, watoto wanakosa kusoma, mambo inaharibika. Na ndio nimesema kama serikali, na ukisoma manifesto ya Kenya Kwanza, tulisema tutachanganya Higher Education Loans Board, tuongeze na ile Kenya Universities and Colleges Placement Service, tuongeze na ile Universities Funding Board, tuweke mahali pamoja, ili huyu asiwa anasema anapanga vile university watakuwa wanakuwa funded, mwingine ana place watoto kwa ma university na kwa ma college na hazungumuzi na huyo mwingine, ule mwingine anapanga basari. So inakuwa confusion, watoto wanazidi kwenye university, hawana funding ya kutosha, hawana basari ya kutosha, ndio tunapata matatizo haya. So tutahakikisha ya kwamba there is harmony, and we are going to harmonize all these institutions, ili mtoto anapoitwa kwenye college ama university, tuwe tumejua kama serikali, hiyo university anaenda, hiyo college anaenda, tutapatia pesa kiasi gani na tutatoa basari kiasi gani, ndio tulete order katika ile university. Tusiwe na ma-university zetu ambazo ziko katika hali mbaya ya kifedha, kwa sababu itaanza kudunisha masomo katika ma-university na ma-colleges zetu. Vyema kabisa.
Naam, Mheshimiwa Rais, ningependa tuzungumzie kuhusu swala la Hustler Fund. Najua ni swala ambalo lilikuwa moja wa ajenda zako kuu wakati wa kampeni, na uzinduzi wake ulifanyika mwezi Desemba mwaka jana. Na katika hali ya kufuatilia hazina hiyo ya Hustler Fund, ni wazi kwamba Wakenya wengi wamefaidika na hazina hiyo. Lakini tumezungumza na Wakenya kutokana na hali ngumu ya maisha, baadhi ya Wakenya ambao ni mahasla wanakwenda katika hazina hiyo kukopa ili angalau wapate chakula. Utafanya nini kuhakikisha kwamba hazina hiyo inafikia malengo yake? Daniel, kwanza wakati tulisema ya kwamba tutashughulika na mambo ya kupigana na wale Shylock, wale watu wanaumiza wananchi na riba ambayo haiwezekani, pale chini. Pengine watu walikuwa wanaona ile ilikuwa siasa, lakini mimi naelewa matatizo ya mtu ambaye ako na idea, ako na mpango, ako na kujua kufanya biashara, lakini hana uwezo. Na mara nyingi umesikia watu wengi wakisema, shilingi 500, shilingi 1000, shilingi 2000 ni pesa kidogo. Ni pesa kidogo kwako Daniel. Lakini capital ya mwananchi wa kawaida pale sokoni, shilingi 2000 itampatia shilingi 1000 kila siku ya kuishi maisha yake. Unanielewa? Na ndio sababu hiyo Hustler Fund kufikia sasa Wakenya wako ndani ya Hustler Fund ni Wakenya milioni 17.5. Pesa ambazo tumekopesha kwa Hustler Fund ni bilioni 21. Wananchi ambao wamekopa kuliko kuzidi mara moja ni wananchi zaidi ya milioni 5 who have wenye wamekopa, wamelipa, wamekopa, wamelipa. Pesa ambazo tayari kwa ile saving kidogo ya shilingi 25, shilingi 50, Wakenya wana save kila mara wakikopa. Sasa tuko na milioni 700. Pesa ambazo sasa zitaingia kwenye savings. Yeah? Na hii ni mwezi moja peke yake. Na hatujasongesha kwa sababu kufikia tarehe 15 mwezi huu sasa tutaongeza kiwango ingine ya saving. Kuna wananchi wengi wanasema, mimi wakati nangoja kukopa mnipatie nafasi ya kusave, nianze kuweka pesa zangu hapo, nikingojea nikipata idea mzuri nianze kukopa. Sasa hiyo tunafungua tarehe 15. Tarehe 30 mwaka huu tena tunafanya sasa ile credit scoring. Yule ambaye alikuwa amekopa shilingi 500, sasa tutamwambia kwa sababu umelipa mara 2, 3, 4, tunakuongezea, unaweza kukopa sasa 1000. Yule wa 1000 unaweza kukopa 2000. Yule wa 1500 unaweza kukopa 10,000. Kwa sababu tunataka kuwasongesha hao wananchi mpaka wakope shilingi 50,000. Hiyo ndio kiwango ya chini. Kiwango hii ya chini. Alafu baadaye sasa Februari, vile nilipendekeza, vile niliwaeleza Wakenya, Februari tutaenda phase 2 ambayo sasa tutawasaidia watu wa sako, watu wa chama. Naamini hata wewe Daniel pengine mko na chama yenu hapo ya pale Mahasla wa K24 hapo. Sasa hata na nyinyi tutawa invite pale, tuwapatie pesa muweze kuendesha mambo yenu na kulipia school fees, kufanya nini na kufanya biashara. So hiyo ndio awamu ya pili. So mimi nataka niwashukuru Wakenya wengi. Unajua wakati tumelaunch hii program, wanasiasa wengi walienda wakasema chukueni hii pesa mkule, hii ni pesa ambayo haina maana, sijui nini. But I want to promise you, leo ile pesa tunakopesha, ile pesa inalipwa ni nyingi kuliko ile tunakopesha today. Na wale walikopa the first day, 70% have repaid.
Saa hizi the fund is sustaining itself. Nyie mnanielewa? So Kenyans waliignore hawa wanasiasa, na huyo mwanasiasa ambaye anamwambia huyu asilipe, yeye analipa yake kule bunge, analipishwa 3%, analipa yake bunge, anaambia huyu ati asilipe. Lakini Wakenya wengi wamekataa na hiyo story ya wanasiasa kuwaambia wasilipe. Na mimi nataka nikwambie Daniel, wacha nimalizie tu hapa. Naam. Wewe kama Mkenya, nataka nimzungumzie Mkenya mwenzangu. Wewe uko na nafasi ya kukopa pesa kwa 8% per year, 0.02% per day. Ukiharibu hii nafasi, utaenda mahali utakuwa unakopa 1% per day, which is 360% per year. So ukikosa kulipa pesa ya Hustler Fund, William Ruto apati hasara. Wewe Mkenya ndio utapata hasara, kwa sababu utakuwa umejifungia nafasi ya kukopa pesa yenye riba ya chini, na unaweza kujiendeleza, na unaweza kujiongeza, na uko na opportunity ya saving, na uko na opportunity ya kuongeza ile pesa ambayo ungekopa na ufanye biashara yako. Na pengine swali moja tu, pengine serikali imefanya utafiti kubaini ni biashara gani ambazo zinafanya vyema katika awamu hii ya kwanza za mahasla? Unajua, Mkenya anajua vile ya kujipanga. Akichukua ile 2,000 ama 3,000, atajua atafanya biashara gani. My interest, ile umuhimu niko nao ni kwamba ukiona mtu anakopa na analipa, there is something he is doing and there is something he knows. Na sio kazi yangu kwenda kusupervise ati wewe utanunua mayai, sijui wewe utanunua kuku, sijui wewe. Hiyo hapana kazi yangu. Kila mtu anajipanga na vile anavyojua. Mheshimiwa, hoja yangu kuu katika hazina hii ya Hustler Fund, na ni hoja ambayo imewakera pia hata wakosoaji wako, ni kwamba hazina hii fedha zake zinatoka wapi? Ikikumbukwa kwamba bunge halikuidhinisha utoaji wa fedha hizi, bajeti ambayo ilisomwa mwaka uliopita bado ikeli kutumika na haikuzingatia kuwepo kwa Hustler Fund. Ikiwa fedha hizi hazijulikani zinatoka vipi, basi kule zinarudi wapi? Huoni kwamba hilo ni jambo halijaeleweka na linaweza kutia hofu kuhusiana na jinsi zinavyotoka na jinsi zinavyorejeshwa? Ndio mimi niko hapa kueleza. Niongeze hili, kuna wale ambao wanasema zile savings ambazo wanakatwa hawawezi kuzifikia. Ziko wapi hizi fedha? Very good. Now, Hustler Fund tulitengeneza regulations kisheria, tukaifanyia public participation kisheria, tukaipeleka bunge kisheria, ikapitishwa na bunge. Hustler Fund, hakuna kitu imefanywa kinyume na sheria, kwa sababu hii ni pesa ya umma, sio pesa zangu, sio pesa ya ule, ni pesa za umma, right? Jambo la pili, haikupitishwa kwenye budget kwa sababu it was not part of the plan ambaye tulikuwa nayo pale kwa ile serikali nyingine. Tunatengeneza sasa budget ambaye tutaregularize. Tuko na sheria inaturuhusu kama serikali kutumia section ya sheria ya katiba 223 kuhakikisha kwamba kama kuna mpango wa dharura tunaweza kutumia hiyo section kuweka pesa ya serikali, alafu ikaenda ikakadiriwa na bunge. Tunapeleka mambo ya Hustler Fund bunge Februari ratify, na sio Hustler Fund peke yake, other interventions ambazo tumefanya kama ile ya drought, tumetumia pesa karibu bilioni 4 ambazo hasikukuwa kwenye bajeti. Kuna vitu zingine ambazo za dharura zimefanyika ambazo tutairekebisha sio tutairekebisha, formalize katika budget. Number 1. Number 2, zile pesa za savings ambazo nimesema karibu milioni 600 na karibu milioni 700 saa hizi, hiyo pesa tulishakubaliana ya kwamba hiyo pesa tumetengeneza organization ambaye iko kwenye hiyo sheria ambaye itasimamia
kama savings licensed by the RBA, yeah, kuhakikisha kwamba hizo pesa zinaegezwa kwa kufuatana na sheria za taifa letu la Kenya. Ile uamuzi tumesema kama serikali ni kwamba hiyo pesa haiwezi kufanya kazi nyingine, inakuwa invested in government securities, because government securities are the surest. Hakutakuwa na default, hakutakuwa na matatizo yoyote. Sio pesa ya kwenda kununua plot, sio pesa ya kwenda kununua shares sijui ya nani, pengine inaweza kapotelea huko, ama shares. Hiyo ni pesa ambayo inatumiwa only kununua government paper, government securities, government bills, na hivyo ndivyo itakavyokuwa invested. Na wale wote wako katika wanaonyeshwa kila wakati kwamba wewe umesave pesa fulani. The application is there, umesave pesa fulani, na tukianza investment tutakuwa tunamwambia hii pesa imekuwa invested, faida yako ni kiasi fulani. Everybody will be able to follow online. Kwa hivyo nasema wasubirie. Lakini sababu kuna masuala mengi tungependa kuzungumzia kabla muda kuyoyoma. Kuna swala la usalama nchini, hasa maeneo ya Kerio na Lamu. Siku 3 zilizopita, najua kwa sasa unajua kwamba watoto wawili ambao walikuwa warejee shuleni mwezi huu hawatarejea sababu waliuliwa. Si mara moja au mbili tumemwona waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure, wewe mwenyewe ukizungumzia haya maswala. Lakini kwa wale wananchi wako kule chini wanasema imezidi sana, imezidi unga. Ni wakati mwafaka kuwaita hawa wezi wa mifugo wanamgambo au kwa kimombo terrorist. Msimamo wangu na msimamo wa serikali ya Kenya na waziri wetu Profesa Kithure Kindiki na PS wake Bwana Omolo wanaelewa ni kwamba ni changamoto sugu, ni problem, challenge ambayo imesumbua nchi hii kwa muda mrefu. Vile umemsikia waziri akisema, tulikubaliana kama serikali ya kwamba changamoto ya ukosefu wa usalama lazima tuitatue. Isipotatuliwa na hii serikali, sijui itatatuliwa na nani, kwa sababu tunaielewa na tutaishughulikia. Pengine ile mpango yote tumeweka haikosekani ya kwamba saa zingine kunatokea mwanya na hawa wakora na wagaidi na hawa watu wanapitia mahali. Tumezuia sehemu kubwa. Ukienda leo Arabal kwa mfano, kule Kerio mali kulikuwa hakukaliki. Nilikuwa Baringo kwa mfano juzi Disemba. Wananchi wanasema kwa miezi 7 tumerudi nyumbani tumelala. Ya? Lakini bado hiyo changamoto bado hatujaikabili vile tumeipangia. Ile hakikisho mimi nataka ni waambie wa Kenya wanaoishi Kerio, wanaoishi Lamu. Nilikuwa Mombasa juzi na kukatokea incident pale Witu, na tukaifuatilia, tukaona kuna cell ya watu magaidi fulani, na uzuri tayari tumewapata wawili ambao wanatumika kama financiers, na tumewapata na pesa nyingi zile wanatumia kununua kufanya hivi na kufanya hivi ile. So tunawafuatilia. Ile hakikisho mimi nataka niwaambie wa Kenya ni kwamba hii ni tatizo ya ukosefu wa usalama, ingawaje ni tatizo ya kimataifa, lakini hapa Kenya ni tatizo letu kama serikali. Na wauliza wa Kenya tuwe na ushirikiano na wao, tushirikiane sisi zote, lakini serikali tutahakikisha ya kwamba tunakuwa na officers. Nilienda juzi kule mahali tunafanya training ya wale special forces wa kukabiliana na hawa watu, na tumekubaliana tutaongeza the numbers ya special forces ya kuhakikisha ya kwamba kukitokea jambo tunaishughulikia vilivyo. Katika haya masehemu ambayo tayari bado tuko na changamoto,
tumekubaliana ambayo iko katika mipango yetu na tunaishughulikia. Na Mheshimiwa Rais, sasa kidogo tuzungumze kuhusiana na masuala ya afya. Wewe mwenyewe mara kwa mara umesema ya kwamba takriban Wakenya milioni 1 wanafilisika kila mwaka kutokana na wanatumia fedha zao kujitafutia afya bora. Hatma ya sekta hii humu nchini ni ipi? Na vilevile katika hospitali mbalimbali hasa za serikali kumekuwa na changamoto kwamba hakuna dawa. Mgonjwa anaenda pale anatibiwa kisha anaambiwa dawa nenda kanunue pale nje. Hatma ya sekta ya afya ni ipi? Tulikubaliana na Wakenya waliotuchagua ya kwamba sekta ya afya ni sekta lazima tuibadilishe kabisa na tutengeneze mfumo mpya wa mambo ya afya. Universal health coverage ile tulicommit kwa wananchi wa Kenya ni jambo ambalo haliwezi kungojea, na ndio umeona two things pale katika wizara. Nimetengeneza departments 2 katika wizara ya afya kwa sababu nataka ni rahisishe. Nimetengeneza state department 2 kwa sababu nataka ni rahisishe ile kazi, number 1. Number 2, nafanya mabadiliko kwenye National Hospital Insurance Fund kwa sababu pale sitaki kusema sana, kuna changamoto kubwa ya na hata ile mpango nilikuwa nafikiria ya kwamba naweza kutekeleza kwa muda mfupi imebidi nisitishe ndio niweze kuipangia vizuri, kwa sababu pale nilikuta kuna matatizo makubwa sana. So nimetengeneza board mpya, nimerekebisha mambo ya wizara na nimealign vizuri. Pale KEMSA lazima tuifanyie kazi kubwa kuhakikisha kwamba ile kazi yote itaendelea pale. Tunatumia teknolojia kusort out ile challenges ya cartels. Unajua kuna mahospitali nyingi inaendeshwa kwa pesa za umma na hakuna kazi yote wanafanya, ukora mtupu. So kazi ambayo nimefanya ni kwamba nimeambia Wakenya kwamba ndani ya miezi 6 kuanzia mwezi huu tutakuwa tumedigitize all government services. Tumeweka katika digitization ndio tuweze kufuatilia kama ni maneno ya payment ya NHIF, kama ni maneno ya malipo ya hospitali, kama ni maneno yale yote ambayo yanahusikana na mambo ya ardhi na mambo ya ushuru na mambo yale mengine yote. Utashangaa kuelewa ya kwamba 15% peke yake ya services yote ya serikali iko katika digital platform, na ndio unaona kuna fuja kila mahali. Imenibidi tubadilishe system ya kukusanya ushuru kwa sababu tunasanya 60% kwa mfano VAT, pesa ambazo ni tayari ni haki ya serikali kuichukua, lakini tunapata only 60% kwa sababu kuna fuja kila mahali. Saa hizi katika KRA tuna implement a new tax system, itakuwa tayari by 1st of February kwa sababu tunataka kuisukuma ile ushuru mpaka 95-99%, na tukifanya hivyo ndio tutahakikisha ya kwamba tunapata ushuru wa kutosha ya kudeliver services ya serikali. Mheshimiwa Rais, katika serikali iliyotangulia ambayo wewe ulikuwa naibu rais, ulianzisha mpango wa kukodi vifaa vya matibabu katika serikali za kaunti, mradi ambao ulikuwa wa fedha nyingi. Kufikia sasa serikali za kaunti zinagharamika shilingi milioni 200 ambazo zinatwaliwa moja kwa moja kutoka hazina ya kifedha kwa sababu ya vifaa vile. Masikitiko ni kwamba vifaa vile viliwasilishwa katika serikali za kaunti wakati haziko tayari kutumia vifaa vile, hazina rasilimali, hazina wauguzi ama wataalamu wa kuzitumia. Tueleze kinagobaga, maana tunafahamu kwamba pia katika serikali hii fedha zile bado zinachukuliwa na hazina. Zinatumika kufanya nini? Maana miaka 10 baadaye kuna serikali za kaunti ama kaunti ambazo mpaka sasa hivi vifaa vile havitumiki na hakuna wataalamu. Ingekuwa bora fedha hizo zingetumika katika kuelimisha hawa wataalamu,
waweze kutumwa katika zile serikali za kaunti? Wacha nikueleze Nimrod ya kwamba ni kweli kiasi yale umesema, 15% ya makaunti walikuwa na matatizo ya matumizi ya zile vifaa, lakini karibu 80-85 ya counties mimi mwenyewe nilienda kuzilaunch, kama ni ICU, kama ni radiology, kama ni zile vifaa ya renal units ambazo tulitengeneza. Na mwaka huu niliita Council of Governors na nikawaambia hii mpango tunaisitisha mpaka nyinyi wenyewe muamue. Nataka kila county waamue ya kwamba wanahitaji hizi equipment ama wazihitaji. If they don't need them, kama serikali ya kitaifa hatuna haja ya kusukuma county ilipie gharama ya vifaa ambazo hawahitaji. Saa hizi Council of Governors wenyewe wamekuja kwa wizara, wakaambia wizara in unison kwamba wanazihitaji hizo equipment. Imekuwa ikiwasaidia kukusanya pesa za county, imekuwa ikiwasaidia kudeliver services ya matibabu katika counties zao. The counties themselves, sio mimi. Na waziri amekuja kwangu juzi, kwa sababu nilimpatia waziri instructions, nilimwambia hiyo program isiendelee mpaka counties wenyewe wakuandikia na barua ya kwamba tunataka iendelee. Tunaelewana? So hapo ndio tumefikia na tumekubaliana na counties. Any county yenye iko na matatizo, serikali sio supplier. Tuko na wale waliotupatia hizi vifaa na wako na contractors wao hapa Kenya. Kama x-ray haifanyi, yule mtu washirikiane na county watengeneze hiyo x-ray. Pengine kwa kifupi tu Mheshimiwa Rais, uweze kufafanua huu mkataba kama ulikuwa hudumu muda gani? Maana kuna wengi watahoji kwamba kulipa shilingi milioni 200 kwa miaka 10. Unajua sasa ile mkataba ilikuwa ni miaka 8 nafikiri, I don't have the exact number, lakini hiyo muda imeisha. One of them was expiring I think in September, the other one is expiring on 31st. It expired on 31st of this month. So that contract is over. Hiyo mkataba sasa imeisha. Ile tunafanya saa hizi ni extension, lakini hiyo extension ni county by county wenyewe kusema tunataka extension ya hii facility kwa sababu inatusaidia, tunataka extension ya hii facility kwa sababu inatusaidia. Na tumekubaliana pia ya kwamba hiyo extension na kila county sign off, ili wakati pesa zao zinakatwa ni wao wenyewe wameamua zikatwe. Na tutahakikisha ya kwamba katika hii program yetu ya universal health coverage tunawaleta counties ndani ya hiyo mpango, ndio delivery ya government services. Na nitakuwa na retreat kwanza na serikali ya kitaifa kesho na kesho kutwa na Saturday, kuhamasisha kila mtu waelewe ni vipi tutadeliver ile mpango wa Kenya walichagua tuitimize. Alafu baadaye nitaita katika hiyo retreat pia tuko na sehemu ya karibu masaa 3 hivi ambayo tutaketi chini na leadership ya counties, the county leadership, wale chairman wa different sectors ya counties, tukubaliane mpango wetu itaendelea vipi sambamba na ile ya counties. Alafu baadaye mwezi huu nitaketi chini na county governors wote tukubaliane, kwa sababu serikali ya Kenya ni serikali moja. Tuko na serikali ya kitaifa na tuko na serikali ya makaunti, na kuna mahali lazima tuambatanishe mpango yetu na mpango yao, na pia watueleze mipango yao, tujue vile tunaweza kusaidia kama serikali ya kitaifa, kwa sababu makauntis wakifaulu taifa linafaulu. Na Mheshimiwa Rais,
tunapozungumzia swala la afya ni swala ambalo liko karibu sana na mwananchi, na ni wazi kwamba baadhi ya wafanyakazi wa kaunti na wakandarasi wanaumia, wanalalamikia kutolipwa, na baraza la magavana limejitokeza mara si moja kusema kwamba halijapata pesa kutoka kwa hazina ya kitaifa. Ni lini serikali yako itakuwa ikitoa pesa za kaunti mara moja ili serikali za kaunti zijipange vyema kulingana na bajeti zao? Wiki iliyopita nilipata nafasi ya kuongea na kupata faraga na mwenyekiti wa mambo ya afya wa baraza la magavana, Mheshimiwa gavana wa Tharaka Nithi. Nikapata pia nafasi na kuongea na mwenyekiti wa mambo ya labor, Mheshimiwa Sakaja, gavana wa Nairobi, na tumekubaliana, wameketi chini na serikali ya kitaifa, tumekubaliana vile ya kushughulikia yale matatizo counties wako nazo, especially mambo ya CBA, mambo ya ajira, mambo ya mishahara, ndio tusiwe na changamoto ya wafanyikazi wa counties wa mambo ya afya kwenda katika strike all the time. So tushakubaliana mpango. Yale mambo ambayo wametuitisha kama national government nimekubali ya kwamba tutaifanya. Ile ambayo counties pia lazima wafanye, nimewaagiza ya kwamba wafanye. Ndio tumalize kabisa hii changamoto ya kuwa na matatizo ya wafanyikazi wanaofanya kazi katika sekta ya muhimu sana ya afya katika counties na pia katika maserikali yanayosimamiwa. Mheshimiwa Rais, tuangazie ama hospitali. Mheshimiwa Rais, tuangazie swala lingine la marekebisho ya katiba, na katika hivi majuzi tu uliweza kupendekeza baadhi ya mapendekezo katika marekebisho ya katiba, ukazungumzia swala la afisi ya kiongozi wa upinzani, na tukikumbuka nyuma kidogo utakumbuka kwamba kulikuweko na hayo mapendekezo katika BBI. Itakuwaje tena? BBI ilikuwa ni ukora mtupu. Hakukuwa na mapendekezo yoyote hapo. Unajua wale jamaa wa BBI waliweka ukora mwingi, alafu wakaweka sukari juu, you know, ya mambo sijui mambo ya kina mama hapo, sijui mambo ya nini. Yale mambo nimeyapendekeza ni kwa sababu wakati nimefika ofisini hapa, baadhi ya mambo mtangulizi wangu Mheshimiwa Uhuru aliwacha pale mezani ni pendekezo la mahakama ya juu kusema bunge ivunjwe kwa sababu haijafikisha 2/3. Unaelewana? Ndio. That's what I found among the things I found on the desk. You know? Na sasa ni lazima kama kiongozi wa taifa lazima nifikirie tutaendesha hii jambo vipi. Na ndio nikasema kwa sababu mimi kama rais sina uwezo wa kubadilisha katiba vile rafiki yangu Uhuru Kenyatta alivyojaribu. Haiwezekani kwa rais kubadilisha katiba. Nikasema wacha niandike bunge. Bunge iko na uwezo kupitia kwa parliamentary initiative kuanzisha marekebisho ya katiba. Jambo la kwanza. Na pia mimi niliwaahidi kina mama wa taifa letu la Kenya ya kwamba hii jambo la 2/3 gender rule mimi nataka kuitatua. Na nilitoa mapendekezo kwa bunge vile bunge inaweza kufikia hiyo lengo la 2/3 gender rule. Na kulingana na vile nimeona maoni ya wabunge wengi wanakubaliana na yale mimi nimesema ya kuhusu mambo ya 2/3 gender rule. Jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo ambalo umeniuliza kuhusu ofisi ya kiongozi wa upinzani. Ya kwanza ujue hiyo imekuwa msimamo wangu tangu pale mwanzo. Sio msimamo nimekuja nikaipata hapa ofisini. Imekuwa ni msimamo wangu, jambo la kwanza. Na jambo la pili, wale wote waelewe mimi simtafuti mtu kazi. Nimeona kiongozi wa upinzani akisema yeye hataki hiyo kazi,
Nani alikuwa anampatia kazi? Mimi sitafuti mtu yeyote kazi, natafuta ofisi ya mambo ya kuhakikisha kwamba accountability ya serikali. Kama ningekuwa mtu selfish, mimi niko na haja gani na mtu ya kunipinga? Lakini mimi naelewa ya kwamba katika demokrasia hii power, watu kukorogwa na power ni rahisi. Kuna sababu ya kuwa na upinzani, na ndio nikasema, na mimi naelewa kwa sababu vile vile mimi nilikuwa ni baadhi ya wale walioshughulika na kuunda katiba yetu ya Kenya, na tulifikiria ya kwamba wale committee of experts wangeirekebisha, wangeifanya vizuri, ndio nafasi ipatikane ya ofisi, sio mtu. Nikisema ofisi ya kiongozi wa upinzani, it is an institution, it is not a person, right? Mimi natafuta accountability, ile uwajibikaji, ndio mimi nashughulika nayo. Vile nimependekeza mimi mwenyewe kama rais ya kwamba hata mawaziri wangu nataka standing orders ya bunge ibadilishwe, na uzuri speakers wote wawili wamekubaliana na mimi ibadilishwe, ndio mawaziri wangu waweze kwenda bunge, wajibu maswali, bunge ihakikishe ya kwamba wanawajibika katika nafasi zao za waziri, ili tuwe na serikali ambayo inawajibika kwa manufaa ya Wakenya. So I'm not looking for a position for nobody. I am looking for an institution to boost our accountability. And that's the same reason ndio nasema ya kwamba hata pale bunge tubadilishe standing orders, ndio mawaziri waweze kwenda bunge wa prosecute mambo ya serikali, ndio wananchi waelewe kutoka waziri mwenyewe saa ile anaulizwa maswali, mpango ya serikali kuhusu mambo ya kilimo, unga, nini inafanyika namna gani, ajibu pale akiwa bunge. Sio lazima mpaka mungoje niite mkutano kama huu na wanahabari ndio nieleze. Vyema kabisa. It must be a continuous process. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Matangazo haya yataendelea tena kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 pale mtazamaji, maana saa hizi tumekamilisha ule mkumbo wa Kiswahili, lakini kuanzia mwendo wa saa 3 ungana nasi tena. Wanahabari wenzangu watakuwa hapa kwa lugha ya Kiingereza, watakuwa naendeleza mjadala ambao tumeuachia hapa, kwa sababu huo ndio muda tulikuwa nao. Shukrani za dhati kwa kiongozi wa taifa. Kwani bado iko tena maneno? Iko maneno mheshimiwa, hatujamaliza. Hatujamaliza. Nitakusihi tu tena saa 3. Tutaanza tena saa 3. Tafadhali. Haya basi nitakuwa hapa. Asante kabisa kwa niaba ya wenzangu mahasala. Kwa niaba ya wenzangu wanahabari ambao tumeweza kufanikisha mpango huu, na vile vile wasimamizi wenzetu ambao wamesaidia sana kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia nyumbani. Mtazamaji mpendwa, usiende mbali. Kwenye muda usiokuwa mrefu wenzetu kwa lugha ya Kiingereza watachukua usukani, washike pale ambapo tumeachia, ili pia wewe upate angalau kupata mawili matatu kuhusiana na kile kinachoendelea katika serikali hii ambayo ndio inaendeleza miradi mbalimbali ya serikali. Mimi naitwa Ali Manzu. Tukutane tena kwenye muda usiokuwa mrefu, usiende mbali.